Ehe mwanangu. Niambie. Hivi una taarifa ya ndugu zetu hapa? Zipi tena ndugu yangu? Si huyo Koba na Chande? Kwenye kupita pita kwangu nimewakuta analima kwenye shamba la Biliku. Hivyo wamepata ujasiri gani kwenda kuomba kazi kwa Biliku ikiwa wanajua fika ile bibi si mtu mzuri? Biliku sio mtu mzuri kabisa. Wamepata ujasiri upi mwanangu mpaka aenda kama? Mimi sijui. Mimi kwenye kupita pita kwangu nimekuta wanalima na kalilia mahindi. Isitoshe mwanangu amwende Biliku mbaya. Yaani Biliku anasifika kwenye kijiji mwanangu mbaya. Sasa Biliku kijijini hapa. Mpaka wao wachukue jukumu la kwenda kuomba kazi. Mwanangu si wataumia madogo, tunaangalia hivi mwanangu. Ngoja tuone itakuwa vipi. Bali ngoja tuangalie itakapokuwa. Hata kusona tatizo bure. Niambie. Yaani dada wewe acha tu. Tuiche tukuta leo. Kuna shida gani? Tunafika kisimani. Watu wanachota maji. Baada ya kuchota maji, Nuru akaniambia nitwishe Akiba. Tukamtwisha. Baada ya kumtwisha Nuru, nainua ndoo yangu chini na najitisha. Ndio maji yamegeuka kuwa damu dada. Kuna damu? Hivi dada, kwani sasa hivi unashindaga wapi? Maana kaka anakuulizia kila siku, ananiuliza mimi dada yako anashinda wapi? Sio kila jambo ulijue mdogo wangu, na mambo mengi. Wewe una kazi nyingi hapa nyumbani, unaweza ukakaa ukaosha vyombo. Wewe ya kwangu hayakuhusu. Sawa, lakini kila unapotoka mwage hata kaka yako, basi mimi hayanihusu mtoto mdogo, mwage hata kaka yako. Wala hayamhusu mtu, yananihusu peke yangu. Ndio maana nikakwambia una mambo mengi nyumbani, unaweza ukaosha vyombo na ukafanya mambo mengine, shughuli za nyumbani. Nenda ndani kafanye kazi. Ndio hivyo. Mimi hata sijui nifanye. Yaani kifupi sielewi. Mungu wangu we. Yaani toka kuzaliwa mdogo wangu sijawahi kusikia maji unaochota yaanguke damu. Mpaka leo unaniambia ndoo yako sijui nisemeje. Yaani hapa nilipo nina pressure na nina mawazo. Lakini mdogo wangu usijali. Sijui umenielewa? Nitalipeleleza hilo swali mpaka tutajua kitu gani kilichotokea uko kisimani na kitu gani kilichofuateni mpaka ndoo yenu kwenye maji yenu kuwe na damu. Nitaulizia kwa wakubwa mpaka jibu tutalipata. Umenisikia mdogo wangu? Sawa dada. Tangu nimpigie simu rafiki yako sijamuona mpaka leo. Je, yuko wapi? Wewe umepiga simu nilimpelekea. Je, hajakupigia? Hapana, sijawasiliana wala sijamuona. Na mimi mwenyewe na siku karibuni ya pili sijawahi kumuona. Inaweza kuwa ameenda wapi? Mimi mwenyewe sijui.
Haya, ukipata taarifa ndogo ndogo basi utakuja kuniambia. Usijali shemeji, mimi nikipata tu nitakuletea. Sawa, unaweza ukaenda. Sawa. Acha dume wangu, wewe mkonza kaa chini hapo nikueleze. Na maana ninachokiuza wewe ukifahamu. Sikumbuki uliniambia nini. Kwa hiyo nilichokwambia jana usiku ukumbuke kabisa. Mimi nilikwenda kisimani. Tumechota maji vizuri na Akiba. Badala ya kuchota maji, nikamwomba Akiba, naomba unitwishe ndoo yangu. Akanitwisha. Mara ghafla yeye ananyanyua ndoo yake. Ghafla tu tukaona maji na kugeuka damu. Damu? Sasa hapa napata maisha. Ni kweli unachozungumza au unanidanganya tu? Na maana mimi nimeanza lini kudanganya? Damu hiyo ni damu. Damu hiyo maji ghafla tu yakageuka damu. Ndio maana juzi kwenye kupita kwangu nikakutana kwa Koba analima kwenye shamba la Bibiliko. Sinafahamu. Bibiliko nafahamu vizuri. Basi nikuta Koba na mziwa kufanya kazi kwenye shamba la Bibiliko. Sasa sijajua ameweka msukule au vipi. Msubiri. Mbona kama unaanza kunichanganya tena? Sema kwa uelewa wangu mimi mfupi. Ningeomba labda uwe na mwenzio, unasema na nani? Na Akiba. Uwe na mwenzio Akiba kwa mgani. Sasa ili akajua tatizo ni nini. Kwa sababu hili swala la kikalia kimi mwisho wake utakuwa mbaya. Mimi kwa sasa hivi niambie kwamba kwa mganga ndio sasa mbele wako utakuwa sasa nimegundua kitu. Kuna muda kuna mawazo, ila ukiwa ujanja basi nakwambia pombe naacha. Ndio nishakwambia, naomba uache pombe. Naacha sababu ya kusaa. Sawa, nimekuelewa. Nenda kaniangalie basi. Sawa. Safari nimekuona ndugu yangu. Niambie mwanangu, jana si ndio nimetoka kwenye dakika zangu za hapa na pale. Bahati nzuri mwanangu au mbaya nimekutana na yule Chande. Chande? Huyu Chande mwanangu nimekutana naye. Sasa uwezi amini mwanangu. Mimi naamini yale maneno ambayo unaniambia. Ndio. Ni rafiki yangu, kumbe mimi nikajua rafiki yangu ananiongopea. Sasa kwa macho yangu jana nimekutana naye. Tena nimekutana nacho. Kumbe Chande ndio yuko vile mwanangu. Nilikwambia. Chande yule anaelekea kwa mzukule yule. Kwa sababu mimi kwa macho yangu nimemshuhudia analima kwenye shamba la Bibiliko. Wakati unajua fika kijijini hapa Bibiliko ni mtu mbaya sana. Yaani noma mwanangu. Huwezi amini mimi, yaani kimenikuta mwanangu. Ila tusongee sana. Tusira sisi tukafanyiziwa tukapotea. Zimu likujualo, alikuwa likakuishi. Ndio kitu.
Hivi Akiba, shoga yangu, umeelewa lile tatizo lilotukuta jana? Shoga yangu, yaani kama ulikuwa kwenye akili yangu, ile tatizo mwanangu sio poa. Ni nini kile? Unaona ile tatizo ni rahisi sana, yaani unavyolichukulia wewe unalionaje ile tatizo? Sasa tutafanyaje? Mimi nimekaa nimewaza, nimefikiria kende kwa mganga Ngariga. Hilo wazo. Hata mimi nilijaribu kuongea na mume wangu jana, alinishauri hivyo hivyo tumtafute mganga. Ndio maana nakwambia twende kwa mganga Ngariga, yule atakuja atatusaidia, kwa sababu hata mimi dada yangu nilimwelekeza hilo tatizo, lakini akanambia mimi hajui chochote. Maana tangu jana mimi nimelala na hofu. Basi sawa, mimi nimekuelewa Akiba. Acha tufanye hivi, tujue inakuwaje.